Hujambo mwana Natural Sound Media, karibu sana kwenye 20th Century, na leo nimekuletea moja ya simulizi bomba kabisa kunako historia. Na tunavyoizungumzia historia, usipomtaja huyo ambaye ninakwenda kukusimulia, basi historia unakuwa haujaitendea haki. Jina langu naitwa Barnaba Benson, ambatana nami mwanzo mpaka tamati ya simulizi hii. Binafsi wakati ninakuwa nilipoanza kusikia mythi za mataifa mbalimbali, hasa zile za nchi za Latin, Misri, Babeli na Ugiriki, nikatamani sana kuelewa na kufahamu kuhusiana na tawala zao na miungu yao ya kale. So nikaanza kujifunza na kusoma kuwahusu. Katika mengi ambayo nilijifunza, kidogo nikaona si haba kukumegea wewe mwana Natural Sound Media kisa hiki ambacho ni maarufu na wengi wetu tunakifahamu kama kisa cha Medusa. Medusa, the most famous of the monster figures known as Gorgon. Medusa huyu alikuwa ni mrembo haswa. Alibadilishwa kuwa monster mkali na mwenye nyoka wakali kwenye nywele zake. Medusa aliuawa na Perseus kwa kukatwa kichwa chake, ambaye baadaye alikitumia kichwa chake bado kama silaha na kabla ya kumpa Athena. Medusa, ambaye jina lake inaelezwa kuwa linatokana na neno la Kiyunani la kale lenye maana ya mlezi, alikuwa ni mmoja wa mashetani watatu, mabinti wa miungu ya baharini Phorcys na Ceto, na dada zake Medusa ni Gray, Echidna na Ladon. Ndugu wote wa Medusa walikuwa monsters wa kuzaliwa, ingawa Medusa hakuwa hivyo kabla. Alikuja kuwa na bahati mbaya ya kugeuzwa kuwa hivyo na kufanya ukatili zaidi ya dada zake wote na kuwa mbaya zaidi ya mtu yeyote yule. Medusa anaelezewa kwa namna mbalimbali. Alikuwa na mikono ya shaba na mabawa ya dhahabu. Washairi wengi walidai kuwa alikuwa na meno makubwa kama ya nguruwe na ulimi ukiwa umetokeza kati ya meno yake yanayotisha. Nyoka wakali walikuwa juu ya kichwa chake badala ya nywele. Ulikuwa ukitizamana naye ana kwa ana, basi papo hapo utageuka kuwa jiwe na kuganda. Ama hakika binti Medusa alizaliwa akiwa ni mrembo sana. Ikafikia mpaka Ovid, mshairi mashuhuri kutoka Roma, Italy, alimsifu sana kwa utukufu wake na hata kwa nywele zake nzuri ambazo baadaye zilikuja kubadilika na kuwa nyoka. Ovid alimsifu Medusa kwa kusema katika moja ya mashairi yake ya kuwa mzuri zaidi ya haiba zake zote. Katika miungu hiyo, mungu mkubwa wa bahari Poseidon anaonekana katika historia kudhihirisha simulizi za urembo wa Medusa, kwani mara moja hakuweza kusita kujaribu na kumpa ujauzito Medusa katika hekalu la Athena. Athena alikasirika sana kwa kitendo hicho. Huyu Athena alikuwa ni mungu wa kike aliyebikra, na yeye ndiye aliyebadilisha nywele zake nzuri za Medusa kuwa za uchawi wa vichwa vya nyoka, akimgeuza binti huyo mdogo na mrembo kuwa monster wa hatari aliyeteteresha ulimwengu na miliki nyingi katika miaka hiyo. Polydectes, mfalme wa Selphos, alimtuma shujaa Perseus kwenye harakati ambayo aliamini kuwa lazima iwe ya mwisho kwa ajili ya kumtokomeza Medusa baada ya kusumbua sana. Perseus, kwa kuwa alikuwa ni mjanja na mwenye mbinu nyingi za kivita, basi alifanikiwa kulala kimwili na Medusa, akitumia ngao yake ya shaba aliyopata kwa Athena kama mwongozo ili asimtizame moja kwa moja na kugeuzwa kuwa jiwe. Basi alifanikiwa kukikata kichwa cha Medusa. Lakini cha kushangaza ni kwamba hadithi ya Medusa haishi kwenye kifo chake tu. Inaelezwa kuwa Medusa alikuwa mjamzito wakati wa kifo chake, na wakati Perseus alipokata kichwa chake, watoto wake wawili ambao walikuwa hawajazaliwa, Chrysa na Pegasus, walitoka hafla mwilini mwake. Je, unafahamu ni kipi kilitokea? Basi usikose sehemu ya pili ya simulizi hii ya kusisimua.
Mwandaaji na msimuliaji naitwa Barnaba Benson na hii ni Trend Essential ndani ya Natural Sound Media. Don't look into this. They say the eyes are windows to the soul. I hope you find my eye attractive. Come on.